نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم الذي خلقكم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم وفيهم ومعهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلومهم في الدارين آمين. اللهم يا من ترفع إليك العفاة أكفها وهي حفيا فيغضبها هطل منه وعطاء يا من تعالى عن الأغيار والمثليات يا من وسعت رحمته من أطاعه وعصاه يا من يرى مد أجنحة البعوض في الدياجير الحلكية ويسمع دبيب أرجلها إذا أطفى الغيهب ستره وأطفاه نسألك اللهم بعظيم أنوارك السنية التي أزالت رين القلب وصداه أن تقضي لنا المهمات الدينية وتتم لكل مقصده من أمور دنياه وأخراه يا من ملأ الوجود جاءنا جوده وجلواه فصل وسلم وبارك على محمد خاتم الرسالات الاصطفائية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kwa taufiki ya Mola wetu muumba wetu, kwa siku ya leo tumekutana hapa. Mwenyezi Mungu atupe kheri zake, atupe afya zake, atupe afya kwetu sisi aliyotujalia kwa neema zake. Tupo na Nabii Shuaib siku ya leo alayhi salatu wassalam. Nabii Shuaib alayhi salam alikumbana na aliyokumbana nayo kama tutakavyoona, walakini darasa yetu inatulazimisha tudokeze kitu nyuma, alafu baada yake tuunge sasa tuweze kumwelewa Nabii Shuaib alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, mitume wameletwa katika dunia hii kwa ajili ya kutukumbusha mambo makuu matatu. Mitume wamekuja katika hii dunia kuja kutufahamisha mambo makubwa matatu. Lau kwamba mambo hayo tutashikamana nayo tukayafanyia kazi, fanahnu min alfaiz, sisi ni katika wenye. Kwanza kabisa, mitume wamekuja kutufahamisha umuhimu wa upekee wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tauhidullah. Mitume wamekuja kutufahamisha kuhusu umuhimu wa tauhidullah, kwamba Mungu ni mmoja na Mwenyezi Mungu hana mshirika. Hilo ndo ambalo mitume wamekuja kueleza, mitume wote. Na sisi hapa tulipo ni wajibu wetu, tunaposema tumeamini mitume, maana yake sisi pia kazi yetu ni kukubali upekee wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo katika kuja kutufahamisha upekee wa Mungu, tukaja tukakatazwa vitu mambo manne, kwa maana jambo moja lenye kugawanyika katika sehemu nne. Kwanza al-asnam, tukaja kukatazwa asnam. Ni haramu kwetu sisi Waislamu kuweza kushikamana na asnam. Masanamu ni yapi? Asnamu ni kitu gani? Asnamu, masanamu ni yale yaliyochungwa kwa umbo maalumu, hasa umbo la mwanadamu au wanyama au tuseme au viumbe. Sanamu kisha asnamu, maana yake ni yale yaliyochongwa kwa umbo maalumu, hasa umbo la mwanadamu au la kiumbe au viumbe. Kwa mfano, masanamu hayo huwa yanachongwa kutumia mawe, mbao, dhahabu au fedha au udongo wa kukaushwa, yanachongwa namna hiyo. Na haya masanamu kipindi hicho watu walipelekea kuyapa kipaumbele, lakini masanamu, kwa sababu tumetaja kwamba yanachongwa kwa umbo maalum la binadamu. Kwa nini kuchongwa kwa umbo la mwanadamu? Kwa sababu ili sanamu liweze kuchongwa, sababu zake na asili yake ni kuhifadhi kumbukumbu za watu wema. Masanamu yalichongwa kwa umbo la mtu, kama yule mtu mwema alivyokuwa, basi likachongwa hivyo. Kwa hiyo utakuta sanamu likiitwa Wad, Suwa, Yaghuthi, Yauq wa Nasr. Hawa walikuwa ni watu wema, lakini wale watu wao wakaja wakachonga ile masanamu ili kwa ajili ya kuenzi kumbukumbu za hawa nani? Hawa watu wema. Sasa ukakuta kwamba watu sasa wakaanza masanamu yale, baada ya muda wakaanza, kama Sheikh alivyotueleza siku zilizopita, kuanza kuyapa heshima, sio kuyabudu, la wakaanza yale masanamu kuanza kuyapa heshima. Basi mtu akipita lile sanamu, basi analipa heshima. Kizazi kikenda, basi mpaka sasa kuja kufikia watu waliokuja baada yake kuanza kuyaabudu yale masanamu. Kwa mtu anafika sasa anaanza kueleza, na mimi nina shida kama unavyojua, na hivi na nini, na mimi nataka na namna hiyo. Hayo ndio yanaitwa asnam.
na kuna authan, kuna asnam na kuna authan. Authani ni kitu chochote kinachoabudiwa badala ya Mungu. Naomba mnifuatilie vizuri kabla hatujamweleza Nabii Shuaib alayhi salam. Kuna mkamatano gani kati ya mitume kueleza masanamu na kuja kwa Nabii Luthi alayhi salam, kisha baada yake kuja kwa Nabii Shuaib alayhi salatu wasalam? Kuna mshikamano wa aina gani? Na sisi kama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunapewa ujumbe gani? Authani, unasikia kuna authani, tuna asnamu na tuna nini? Na tuna nini Waislamu? Authani ni kitu chochote kinachoabudiwa badala ya Mungu, chochote. Mfano mawe, mti. Kuna watu wanaabudu miti, kuna mtu anaabudu mawe, kuna mtu anaabudu kitu anachokiabudu. Chochote anachokiabudu badala ya nani? Ya Mungu, ndio inaitwa nini? Authani. Kwa hiyo kullu sanamin wathanun wa laysa kullu wathanin sanamun. Kila sanamu ni wathani, lakini si kila wathani ni sanamu. Kwa hiyo authani ni hali. Sasa kwenye authani ndio Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Hajj aya 30, fajitanibu rijsa minal authani, jiepusheni na uchafu katika kuabudu authani. Kwa hiyo authani ni kitu chochote kinachoabudiwa asiyekuwa nani? Mwenyezi Mungu. Hapa katika authani hizi ndipo sasa hapa tunapopata Freemason. Kwenye authani ndio tunapata kitu kinaitwa Freemason, kwa sababu Freemason ni kitu kinachoabudiwa wanachokijua wao asiyekuwa nani, na wanatumia usiri mkubwa katika kufanikisha hilo, lakini kwa lengo la kujipatia pato la kidunia kutokana na ibada yao hiyo wanaofanya nini? Wanaoabudu. Ndio tunazalikana sasa, hapo watu wanapatikana Freemason. Kwa hiyo mtu anaposema jiunge Freemason, maana yake unatoka katika upekee wa Mungu, kumwabudu Mungu peke yake, unakwenda kuabudu kitu kingine kisichokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, tuna tamathili. Tamathili ni vitu vinavyochongwa kufanana na viumbe, lakini tofauti na asnamu. Tamathili si lazima viabudiwe. Sikiliza maneno, tamathili si lazima vifanywaje? Viabudiwe. Inaweza ikawa ni sanamu lakini mapambo, sanamu la mapambo, au linaweza likawa ni sanamu tu limewekwa pale nyumbani kwa ajili, tuseme ndio mapambo yenyewe. Kwa mfano, kuna watu wanachukua masanamu na nyumbani, sio kama naeleweka hivi. Haya ndio tamathili. Tuna authani na tuna tamathili. Tamathili ni vitu vinavyochongwa kufanana na viumbe, lakini tofauti na asnamu, na si lazima viabudiwe, lakini lengo la kuweka pale ni mapambo, na kuna wakati mwingine watu wengine huwa wakaabudu. Tunaelewana? Mfano mdoli ni sanamu, ni authani au ni tamathili? Twende pamoja, ni tamathili au ni asnamu? Mdoli ni tamathili, lakini katika tamathili kufasiri, tunafasiri kwa maana ya sanamu, lakini tamathili kwa sababu Kiarabu ni kipana kuliko Kiswahili. Kwa hiyo tunachukua madoli yanachukuliwa yale, unayabeba huko unapoyabeba, basi unaleta pale nyumbani, unampatia zawadi mwanao, unamfundisha aweze kuamini vitu kama hivyo, aweze kuona sanamu ni kitu cha kawaida. Kwenye tamathili, naomba Waislamu msinichoke, nitaeleza kidogo kwa dakika chache. Tuna aina za tamathili. Kwenye tamathili kuna aina nyingi. Aina ya kwanza, kuna tamathili
za kisanii. Tamathili wanasema tamathili za kifani au kisanii. Hizi ni tamathili zinazoundwa kwa ajili ya urembo au heshima au katuni, kama zile wanazochonga huko Mwenge, si kama naeleweka. Tamathili za kisanii, si kuna tamathili za kisanii, kuna chongwa ng'ombe, kuna chongwa manini haya, twiga, kuna chongwa nini, simba, kuna chongwa. Hizi tunasema ni tamathili za kisanii. Kwa hiyo mtu anachukua kwa mfano lile twiga, nyumbani kwake utamkuta Muislamu ameweka fensi yake na maua yake, lakini pia kuna twiga, kuna tembo kawekwa. Kama tunaelewana hivi. Na saa zingine mtu anaweza akaweka katika urembo ile nyumba kukawekwa tembo, akatengeneza sanamu la nini pale na tembo, ili kuona sanamu ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kuna sanamu za kisanii. Pili, kuna sanamu za kisiasa. Hapo mnielewe vizuri, kuna sanamu za kisiasa. Sanamu za kisiasa ni sanamu za picha za viongozi wa heshima wa kisiasa na wanaharakati au wana mipira au watu wenye mpira hapa. Hizi ni sanamu za hii authani. Sanamu tumesema authani, turudie tena tunielewe vizuri. Tumesema authani. Authani tumesema nini? Na authani tumesema ni kitu gani? Ni kitu ni nini? Ni sanamu linalofanya nini? Linalochongwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mapambo. Maana tuna asnamu, alafu tuna authani, alafu tuna tamathili. Tumesema hivi. Tuna nini ya kwanza? Masanamu. La pili authani, ni kile kinachoabudiwa asiyekuwa nani. Na tuna tamathili, ni vitu vinavyochongwa kufanana na viumbe, lakini si lazima vitu hivyo vifanywaje, lakini lengo kubwa ni ili baadaye iwezekane vifanywaje, si kama nimeeleka. Sasa unapoweka sanamu kwa mfano la mwanaharakati au la mwanasiasa, kwa leo hakuna lengo baya, si kama nimeeleka. Kwa leo inavyoonekana hakuna nini lengo baya, si kwa ajili ya mwingine, lakini mtu anaweka kwa ajili ya pambo au heshima au zile heshima au hadhi ya mtu, au kama ni wana mipira wana nini, sio na masanamu yao, wanasiasa na masanamu namna hiyo. Lakini watu wakienda pale, ndio yale watu wanafanyaje? No. Sheikh alitoa mfano mzuri sana. Unakwenda koti lako na hivi ni vizuri, kwa sababu una cheo chako fulani, basi unakwenda pale una nini? Waislamu usifanye hivyo. Dini yetu sisi inatuamuru hivi, Mola wetu ni mmoja, la sharika lahu, na Mungu hafananishwi na chochote. Lam yalid, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sasa usije ukaingia katika tamathili. Kwa hiyo tuna sanamu za kisiasa, tuna sanamu za kisanii. Kwa hiyo usije ukasema kwa nini naabudu? Kwa nini naabudu? Mimi siabudu. Bwana nimewekwa, mimi siabudu. Utakuwa umeingia katika hatari kubwa. Sisi kazi yetu tuondoke katika ulimwengu huu hali ya kwamba mwisho wa kalima yetu ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tatu, tuna sanamu za kidini. Hizi kwa maana ya tamathili tunakusudia hizi zinatumika sasa kuomba baraka. Ndio unaweza kukuta mtu wa dini sio kwa Uislamu kamweka katika mdoli pale Sabasaba, kamvisha nguo za kike au sivyo, alafu kaweka nyumbani. Akishaweka pale kwa lengo la kutaka nini?
baraka, alafu anamuita yule kwamba ni nani? Ni Mama Maryam, sio? Au hamuonaje haya? Hizi ni tamathili zimewekwa, lakini za kinini hizi? Za kidini. Unaona mchanganyiko wa shekhi. Na mwisho ni sanamu za kiteknolojia. Sanamu za kiteknolojia. Sanamu hizi sasa ndio kina mzee Katuni yuko hapo. Katuni sasa yuko hapo. Pale nyumbani ile katuni ikiwa pale, basi wale watoto ukiwekea ndio wanafurahi. Na wanasema kwamba hizi sanamu zinaathiri tabia za watoto. Saa zingine watoto wetu kujifananiza na tabia zile kama zile za kwenye nini, kama vile unavyoona katuni limeruka kutoka kule mpaka kule. Unaweza kukuta mtoto, wewe fuatilieni watoto, unaweza kumkuta mtoto naye anaruka kama alivyoona ile katuni imefanya hivi, anaruka. Watoto wetu wengine wameathirika, wameumia. Naona mtoto anaruka, anaigiza kama ile katuni lilivyokuwa likiruka. Na kama katuni liko pale yako wenyewe wanawaita. Siku moja mimi nilikaa na watoto wangu, nikamwambia, "Je, mnatazama nikaufukuza?" Akasema, "Tunatazama hapa super nini? Nini inaitwaje?" Spider. Kumbe mnajua. Inaitwaje? Spider. Baba, mimi spider. Wewe spider unasema. Au hayapo hayo mambo. Kwa hiyo akitembea yule mtoto anatembea kama yule nani? Spider. Anajifundisha ule mwendo, sio mwendo wa khushui kama yule ana spider la nini, basi naye anataka yule mtoto aathirike, atembee kama nani? Kama yule spider. Ondoweni makatuni nyumbani, toa. Na kama yule katuni tabia yake ni ya kupita, kwa sababu katuni za zingine ana tabia ya kupita wenzake bila kusalimia. Anaweza kawa ni katuni wa kiburi, basi anapita nini bila kusalimia. Basi na yule mtoto wako naye siku moja anaweza kupita kama alivyoona vile nini, vile Spider-Man akakupita tu, wewe mbona usalimii? Sasa Spider. Mnaona tulikofika Waislamu? Sasa tutoe haya madude. Qur'ani yetu tunapotajiwa, Sheikh al-Fasiri, tunapotajiwa mitume, Nabiiullah Nuh alayhi salam, Nabii Ibrahim alayhi salam, Nabiiullah nani? Tulikuwa na Nabiiullah Ibrahim, tukawa na Nabiiullah Nuh, tukawa na Nabiiullah Hud, tukawa na Nabiiullah Saleh. Wote hawa wanahimiza sisi tuondokane na nini? Na masanamu. Yote tuondokane na masanamu hayo. Tuko tayari kuweka katuni nyumbani? Tujibu basi, tuko tayari? Tuko tayari? Mungu atuepushe. Mungu atupe tauhidullah. Kwa hiyo mitume katika kazi zao walizokuja nazo kwetu, kazi kubwa waliotuletea ni kazi ngapi? Ya kwanza ni kazi ya tauhidullah, ya kumpwekesha nani? Tupambane na hali hiyo kwa ajili ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho ni answar. Answar inatumiza nayo. Answar ni mawe yanayowekwa au kusimamishwa kwa ajili ya ibada au sadaka kwa masanamu. Answar tena ni mawe yanayowekwa au kusimamishwa kwa ajili ya ibada au sadaka kwa masanamu. Yaani kuna mawe maalum yanawekwa au yanasimamishwa, mkitaka yale masanamu kwenda kuyatolea sadaka, mnakwenda kuyatolea sadaka katika eneo hilo. Yale masanamu si wengine wanayechinjia. Sasa ukitaka kwenda kuchinja, basi kuna mahala pa kwenda kuchinjia. Ushahidi Mwenyezi Mungu katika Suratul Maida aya ya 3, wa ma dhubiha ala nusuk. Ukienda hapo utaona wa ma dhubiha ala nusuk, kile kilichochinjwa kwa ajili. Sasa unasema tu kwa ajili ya masanamu, lakini kile kilichochinjwa kwa ajili ya sadaka ya masanamu. Sasa hapa kunaingia vitu gani kwetu sisi? Hapa kunaingia tambiko.
Kuna watu wanakwenda majumbani mwao, katika koo zao, wanakwenda kuchinja kwenye mawe maalum kwa ajili mwili wake uwe nini. Twendeni basi, kama tunashirikiana, darasa letu haijaisha kwa shirikishi, tunaendelea nini? Hakuna watu wanakwenda nyumbani kuchinja. Anasema ikifika mwisho wa mwaka mtu anaenda kwao kwenda kuchinja kule nyumbani. Siku za nyuma, Sheikh Abdul, unaelewa, mtu anaweza akawekwa kwenye jiwe alafu ikachukuliwa mbuzi, anatufishwa mara ngapi? Mara 7. Mzee Kijusu, unaelewa hujawahi kuona? Tunaeleza kuna tawafu ya tambiko. Hapana kufanya hiyo. Unaona sasa, tauhidullah maanake lazima kazi yetu iwe ni tauhidullah, kumwekesha. Sasa shekhe, ndugu yangu, una Mungu aliye na uwezo wa kila kitu, aliyekulinda toka ukiwa nutfa, maji ya uzazi, ya ukalindwa mpaka ukafika ulipofika. Bado unaamini kwamba mawe na nini vitakusaidia vitu kama hivi? Hapana. Lete alafu namna baada yake unatambikiwa kusema sasa tayari. Alafu ajabu, ukiamini hivyo vitadriji inapatikana. Ukiamini ule unavuta kidogo kidogo, shaitani anakuvuta kidogo kidogo, unaona kama kweli mbona mambo kama yanaenda hivi namna hiyo. Hiyo ndio tunaita nini, ndugu zangu? Answa. Sasa tumesema mitume walikuja kwa malengo makubwa mangapi? Tumesema kwanza ni tauhidu. Jambo la pili, mitume wamekuja kutufahamisha maadili ya asili ya mwanadamu anayotakiwa awe, maana yake fitratul insan. Mitume wamekuja pia kutufahamisha maadili ya asili ya mwanadamu tunavyotakiwa tuwe. Kiarabu wanaita fitratul insan, umbo la mwanadamu linatakiwa. Sasa katika hapo, katika umbo la mwanadamu namna gani tuwe, ndio Nabiullah Luti alayhi salam tumemaliza darasa yake. Ile ni katika fitratul insan. Katika maumbile ya mwanadamu hatutakiwi kwenda kinyume na vile alivyotuelekeza nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo baada ya kwamba masanamu tumeshafahamishwa ubaya wake, sasa tunakuja mara ya pili kuwa katika fitratul insan. Mitume wamekuja kutuelekeza fitratul insan, namna gani tuishi, namna gani tuwe. Mwanamume unatoboa sikio vipi? Fitratul insan. Mitume hawataki mwanamume kujifananisha kama mwanamke. Fitratul insan, mwanadamu afanye nini? Hatakiwi. Tuko pamoja ndugu zangu? Na mwisho, bahati nzuri sura yetu, kwa sababu tunapambana na shuara, Mwenyezi Mungu amekusanya wote. Kuna wakati moja sura moja inaweza kataja kimoja tu katika tuliyotaja. Sura moja inaweza kataja kimoja au sura nyingine viwili, lakini sura hii vyote vinakuja kutaja. Na mwisho ni haki katika uchumi. Mitume wamekuja kutufahamisha haki katika uchumi. Katika uchumi tunaochuma sisi kila siku, lazima tuchume uchumi ulio na haki. Hapana utaratibu wa kudhulumu mmoja kumdhulumu mtu mwingine. Kwa hiyo mitume wamekuja kwa malengo mangapi? La kwanza kumpokesha nani? La pili katika nini? Fitratul insani, kueleza sisi kuishi katika maumbile ambayo Mungu ametuumba bila kuyabadilisha. Na tatu ni nini? Haki katika nini? Katika uchumi. Ni haramu kuchukua mali ya mwenzako bila sababu ya msingi. Ni haramu ukiwa ofisini kuongeza sifuri ili kuweza kumkomoa mtu au kumdhulumu mtu. Ni haramu, ni haramu, ni haramu kuchukua rushwa. Ni haramu riba, ni haramu. Uchumi wote ni haramu. Sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotufahamisha kupitia Nabii Shuaib. Sasa kwa Nabii Shuaib anazungumzia nini? Haki katika uchumi. Nabii Shuaib anazungumzia haki katika uchumi.
Nabiullahi Luthi alayhi salam, tunaelezwa kuhusu tusibadilishe maumbile ya aliyotumba nayo nani, wala tusiendeane kinyume na alivyotaka. Sasa ndio anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kadhaba ashabul aika, na hakutaja hapa katika sura hii jina moja kwa moja kadhaba ashabu Madiana mfano, kwa sababu Nabii Shuaib yeye alikuwa ni Madiana, Nabii Shuaib alikuwa ni Madiana, na huyu yeye anaitwa Shuaibu ibn Sayfun ibn Anqa, Shuaib ibn Sayfun ibn Anqa ibn Thabit ibn Madian, kwa sababu Madian ilikuwa ni jina la mtu ndio mahala ibn Ibrahim. Unaona umeelewa ndugu zangu? Shuaib ibn nani? Ibn Sayfun ibn Anqa ibn Thabit ibn Madian ibn Ibrahim, ni kizazi cha Nabii nani? Ibrahim. Madiana alipokuwa Nabii Shuaib, Madiana akili zetu wote tunasafiri. Madiana iko vipi? Madiana ni kaskazini mashariki mwa Jordan. Ukiwa Jordan ni kaskazini mashariki. Hapa tulipo kaskazini mashariki ni wapi? Kaskazini mashariki ni wapi? Ni hapa. Ukiwa Jordan, ukifika Jordan, inshallah Allah atupeleke, basi uliza Madiana ni wapi? Ni kaskazini mashariki mwa Jordan, ndio Madiana. Na kwa leo pia ni kusini mwa Syria ya leo. Hii Syria ya leo, kusini mwa Syria ya leo. Ukienda katika taratibu za dini utaona katika jiografia yake. Na Madiana ulikuwa ni mji mkubwa sana, lakini mji ule ulikosa baraka kwa sababu ya watu kumuasi Mungu na kutokumsikiliza Nabii Shuaib alayhi salam. Ajabu, mpaka leo imebaki kuwa ni Madiana. Madiana inatajwa sana kwenye history, lakini huwezi kufananisha na nchi zilizokuja nyuma. Kama Marekani zimekuja juzi hapa, Marekani zimekuja juzi tu, au nchi gani, lakini Madiana ni nchi za zamani sana, zamani sana. Na Madiana ni jamii ya kifalme ilikwenda kukaa hapo. Asili yake ni jamii ya kifalme, ilitoka ilipotoka ikaenda kukaa hapo kando ya milima na kukawa na misitu, kwa msituni hivi kando ya milima na kuna misitu. Na walipofika pale wakawa wanajishughulisha na kilimo, na Mwenyezi Mungu akawatononosha. Mwenyezi Mungu aliwapa mali nyingi sana, na ajabu Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anawataja kwa sifa zao. Mwenyezi Mungu anawataja kwa sifa ya mahala. Kadhaba ashabul aika, wamepinga ashabul aika, watu wa aika, manake watu wa machakani, watu wa maporini. Kwa nini kutajwa aika? Kwa maana walinufaika sana na misitu, walipata mali nyingi, walipata asali nyingi, walipata uchumi mkubwa, mvua zao zilikuwa za nini? Za neema kubwa. Ndio Mwenyezi Mungu badala kutaja nchi akataja walichonufaika nacho, ambapo ni al-aika. Na wanasema al-aika ni ghaibatu shajari, ni pori la miti, na baadhi wanasema ni qurbu Madian, pia liko karibu na Madian, ni pale pale Madian, lakini wananufaika nalo liko karibu na Madian. Wale watu mliosoma shule mnaelewa faida ya msitu, faida ya nini? Najua msitu ni utajiri, msitu ni utajiri. Sasa wale watu walinufaika sana na wakapata kheri kubwa sana. Sasa ajabu Mwenyezi Mungu, watu wale badala ya kunufaika na kupata nguvu walizokuwa nazo, watu hawa Mwenyezi Mungu anasema kadhaba ashabul aika al-mursalin, kuwapinga nani? Mitume. Idh qala lahum Shuaibu, pindi alipowaambia wao Nabii Shuaibu alayhi salam, ala tattaqun, kazi nini? Kazi ya mtume wote. Hivi hamchi Mungu? Mbona basi hamchi Mungu nyinyi? Inni lakum rasulun amin, hakika mimi kwa ninyi
ni mtume mwaminifu. Fattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, wa atiun, na muweze kunitii. Wama as'alukum alayhi min ajr, sikuombeni nyinyi katika hilo malipo. Tulieleza, mnakumbuka mwanzo tulisema kwamba kusema hivyo, hii ni kinga dhidi ya shinikizo la kijamii. Kusema hivi ni kinga dhidi ya shinikizo la, msije mkaona kwamba kwa sababu mimi nawaidieni hapa na waambieni, basi mkaja mkaona kwamba mimi nataka kitu kutoka kwenu. Na tulieleza sana, na si vibaya kwamba tukaeleza tena kidogo, ni kwamba ili ulama wapate nguvu, wasiwe tegemezi. Kwa nini? Kwa jamii hii inayoishi. Sisi tusiwe mategemezi kwenu. Mwanadamu alivyoumbwa, ameumbwa kuchoka kuombwa. Asiyechoka kuomba ni nani? Sisi tumeumbwa kuchoka kuombwa. Kwa mfano, unaweza kuwa wewe ni mtu mzuri sana, lakini nikaje kila siku hodi, basi siku nyingine ndio karibu anakuwa bashasha. Siku nyingine ukisikia sauti mwambie kapumzika. Siku nyingine alimwambia hayupo. Siku nyingine tukikutana hata barabarani tunataka tusalimiane, basi uko tayari kunikimbilia mbali. Unamkimbilia mtu mbali, huyu asije akaniomba tena. Ndivyo binadamu. Sasa dai wale tunaolingania Uislamu tunakatazwa kuwa tegemezi kwa jamii. Tunapokuwa tegemezi kwenu, tunapowafikishia ujumbe, hamtauchukulia kwa thamani kama inavyotakikana, kwa sababu mtaingiza dharau. Ndio Sheikh siku moja akieleza, hakuna kuomba kusema tupeni kitu kadha. Hapana, kwa sababu vile ukielezwa kwa ikhlasi inaonekana hawa wanataka nini hawa, yaani kama kuna udhalili fulani mnaona huyu sio alikuwa anazungumzia kuhusu nini, sio ani. Badala ya kuchukua mafunzo ya ilmu, mnachukua kitu kingine ambacho ni nje ya mafunzo ya ilmu. Sisi tutakuja darasa hata kwa miguu, tutakuja sisi tutakuja darasa hasa mimi nisipopata usafiri nitaanza kuja kwa miguu, nitakuja kwa gari. Na sisi tulifundishwa na shekhe wetu Sheikh Ahmad Zubair Ahmad, tumtizame Allah, tusitizame chochote kisichoonani. Sisi tutakaa kusomesha, tuwe nacho tusiwe nacho. Nabii Muhammad washadda min sahbin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijara kashfa mutrafa al-adami. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga jiwe, anajaa Mtume mpaka anafunga jiwe hapa. Mtume alifunga jiwe hapa, na milima inamwambia vipi wewe, sema sisi tuwe dhahabu kwa ajili yako. Sasa hivi nyaje hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkosa Abubakar Siddiq, Mtume anamkosa Abdurrahman bin Auf, Mtume anamkosa mwanafunzi wake Uthman bin Affan, Mtume afungiwe kwa sababu ya njaa. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba sisi tuko tayari kuufikisha Uislamu kwa namna yoyote, tuwe tumekula tusiwe tumekula, kuwe kuna usafiri kusiwe kuna usafiri. Hata kama natembea kwa miguu nikakutwa na mvua njiani, nitakuja kuswalisha, nitakuja kusomesha darasa, lakini hatutokuombeni hata siku moja. Na hata ukimwona mzee wetu mmoja akisimama hapa akisema kwamba haya jamani, sadaka kwa ajili, hatujamtuma. Ukifanya hivyo ndivyo anavyotaka Mungu na ndivyo anavyotaka Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Uislamu utakwenda kwa imani. Uislamu hautokwenda kwa maneno matupu. Uislamu utakwenda kwa imani. Mitume wote hao toka tumeanza, kila mtume, rudieni katika Qur'an, kila mtume anasema wama as'alukum alayhi min ajr, wama as'alukum alayhi min ajr. Hatukuombeni malipo, in ajri illa ala Allah, illa ala rabbil alamin. Sitopata malipo isipokuwa malipo yangu nitapata kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu.
Hakuna haja, sisi hatuwezi kupita katika maduka huko mnauza kanzu, bwana sasa bwana na watoto 7 bwana, hebu fanya kanzu, bwana sio na nini hiyo, fanya hivyo. Hatutakiwi kufanya hivyo, na madai wote tosheka hivyo. Kanzu yako uliokuwa nayo ya mwaka jana, ya mwaka juzi, nenda kaswali. Hapana kuomba watu hiyo. Lakini inapotokea hivi ni matatizo kwa upande wenu, kwa sababu ya kutokutizama watu wanaoendesha kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waislamu, wekeni dhamira zetu njema kwa ajili ya kupata radhi za Mungu. Na kuombenza, wekeni dhamira zetu njema kwa ajili ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anatoka kwenda katika Ahzabi. Anafika Ahzabi kwa ushauri wa mwanafunzi wake Salman al-Farisi radhiallahu anhu. Namshukuru Mungu nimefika mimi Ahzabi. Shekhe pia anafika, wengine imamu na anafika, wengi wamefika, watu wengi wamefika Ahzabi. Fika pale anaanza jukumu la kuchimba lile khandak. Mtume anachimba lile khandak. Basi wakati huo anachimba khandak, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana njaa. Mtume ana njaa. Hadithi zinatufahamisha mpaka yule Jabir radhiallahu anhu anachomoka, anakwenda kwa mke wake, anasema tunachimba handaki, lakini nimesikia sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio ile sauti mnayoijua, na hizi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anashiriki kuchimba. Yeye si bosi, amekaa kule, alafu wanafunzi wake ndio wanachimba, mwenyewe anashiriki kuchimba. Si kwamba anachimba ameshiba, anachimba ana njaa. Jabir anamwambia mke wake, hebu andaa basi kitu kidogo. Angalia watu walikuwa na huruma, watu walikuwa na huruma. Waislamu sisi tutafundisha hata kama hatuna hela, tutasomesha sisi. Jabir anasema hebu andaa. Basi kunaandaliwa kijimbuzi. Baada ya kuandaa kile kijimbuzi, basi anakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anafika pale, anambia Rasulullah, mimi nyumbani tumeandaa kijimbuzi, twende wewe na watu watatu tukapata riziki. Mtume anasema la, angalieni uongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la, siwezi kwenda peke yangu, wote tunaochimba hapa handaki tutakwenda kushiriki kula chakula kile. Ya ahla khandak inna Jabir sana'a sura, enye watu wa Khandak, Jabir ametengeneza karamu, twendeni. Masharti anayafanya anaomba Mtume kwa Mola wake, wanafunzi wake wale washinde, kazi ikaendelea ya dawa. Kwa nini asikubaliwe na Mungu wake? Wanakaa pale wanapata chakula kile. Mbuzi mmoja anawatosha watu karibia 1000. Wanakula, wanapata nguvu. Fikra za mtu mmoja tu, Jabir anasaidia umma, anasaidia mpaka leo sisi kukaa hapa kusomesha. Mtu mmoja tu, fikra zake, mtu mmoja tu. Inakuwaje kama wanafunzi wale wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wangezidiwa na njaa pale, na Mtume mwenyewe kazidiwa na njaa, ingekuwaje? Basi pale wanatengeneza, wanarudi wanafunzi wamechangamka, wanachimba yale nini, handaki lile. Wanakuja kina Amr bin Abd Hudi na wenzao na kina nani, makafiri wote wamekusanyana kuja kumdhuru Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na jeshi lake, lakini wanakuta handaki imeshachimbwa tayari.
handaki imeshachimbwa tayari, kwa sababu ya fikra ya mtu huyu. Waislamu, tazameni Rabbul Izza, msitizame dunia ndugu zangu. Wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Kila mtume anasema maneno haya. Kwa nini kila wakati maneno yanajirudia? Hebu kwa nini msitafakari Waislamu? Kama ni tafsiri sinafahamika tu, kwa nini kuna shida gani? Sinaeleweka au haieleweki, lakini funzo gani linalopatikana kwa sisi? Uthman ibn Affan leo anaitwa radhiallahu anhu. Nini kilichomwokoa? Ni juhudi yake katika Uislamu, mali yake iliyotumika katika Uislamu. Analeta misafara makubwa ya mali kutoka alikotoka katika biashara. Watu wanakuja kununua, wanakimbilia, sisi bwana tunataka tukununulie kwa bei kadha, kwa bei kadha. Anasema yuko ambaye ameninunulia mimi kwa bei kubwa zaidi, tutakupa kwa 5. Anasema hayupo, tutakupa kwa 10. Yuko za Uthmani. Sisi ni wafanyabiashara wa hapa, tunaelewa sisi, haiwezekani kwamba kuna mtu atakupa bei zaidi ya hii, sisi tunaelewa. Anasema mali yangu mimi ameichukua Mwenyezi Mungu Rabbul Izza, yeye atanipa kwa 10 na zaidi ya nini na 10, atanipa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mali zinakuja katika nchi ile Madina, mali inakuja katika nchi ile, nchi ya Madina ile. Watu waliona njaa wanaitana, wanaitwa njoeni mchukue ni riziki. Watu nyumba zote wanatoka kwa sababu ya fikra ya Sayyidina Uthman ibn Affan. Anatoa mali kwenda Tabuku, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia bakhil malun rabihun Allahumma rdi an Uthman, Mola mridhia Uthman, hakuna kitakachomdhuru Uthman baada ya leo, kwa sababu kutolea katika hali kama hii. Waislamu ndivyo hivyo ilivyokwenda. Dini yetu ndugu zangu Waislamu ni kwa ajili ya kumpwekesha Mungu. Dini yetu ni kwa sababu ya kulinda maumbile yetu tuliyoumbwa, na dini yetu ni haki katika uchumi. Na haki katika uchumi tunapotaka kwenda kabla, angalia, kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam na Nabii Shuaibu hajaeleza chochote kuhusu namna gani wafanye, kwanza anaanza kuambia na kuambieni, lakini sitaki chochote kutoka kwenu. Anataka ile heshima yake ibaki katika hali. Tumeelewana ndugu zangu? Tumefahamiana? Mungu atupe ikhlasi, Mungu atupe ucha Mungu. Ramadhani inamalizika, tumuombe Mungu atujalie kuwa ni katika watu watakaokutana na masahaba wa Mtume Muhammad. Auful kaida, tekelezeni vipimo, kamilisheni vipimo. Auful kaida, umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaamini. Ndio, nimeruka. Ni sawa. Auful kaida, al-kaid ni vipimo vya ujazo, ndio. Na tuna wasni, vipimo vya nini? Vya uzito. Tuna vipimo aina mbili. Kipimo cha kwanza, kipimo cha ujazo. Tekelezeni, kamilisheni. Alfu unaweza ukafasiri kwa maana tekelezeni ipasavyo vipimo vya ujazo, au timizeni vipimo vya nini? Vya ujazo. Kwa lugha ya kileo, timizeni vipimo vya kilo. Vya kilo. Kilo nini? Kilo si wazi ni ujazo. Kilo kwa maana ya kilo ni wazi ni uzito. Sasa kilo ni ujazo ni kama vile madebe haya ndio kaili. Kwa hiyo unapopima vile vipimo vya ujazo, kwa mfano ni madebe unapompimia mtu mpimie sawasawa visado hivyo, kwa mujibu wa makubaliano ya sasa hivi jinsi yanavyokwenda, kwamba kitu hiki bei yake ni kitu pima vile vile kilivyo. Au hapa maelezo haya wanaeleza Nabii Shuaibu kueleza, na sisi ndio tunaelezwa na Qur'ani yetu, sio vile vinavyopondwa kwa chini shekhe. Kuna mbinu nyingi zinafanyika katika kudhulumu watu,
Ziko mbinu nyingi zinatumika kudhulumu watu. Sasa sisi tunachoelekezwa ni kwamba vile vipimo viwe katika hali ya nini? Hali ya nzuri. Ndio sasa anayedhulumiwa hapo ni nani? Anayeuza ukichemshia maji alafu ikatanuka, anayedhulumiwa ni nani? Basi unanielewa vizuri sana. Kipimo kisikudhulumu, yani nini, wewe unayeuza usidhurike, wala anayeuziwa asifanye. Kwa maana kipimo kiwe katika ujazo wake ule ule unaotakikana. Kama ni dede, kama ni nini, vile mlivyokubaliana au fulkaidi. Wala takunu, wala msiwe minal mukhsirina, ni katika wenye kupunja. Msiwe ni katika wenye kupunja watu, ambapo nyinyi ni anakisina na tabia ya kupunja watu. Ukipunja mtu, hiyo hasara yake mbele ya Mwenyezi Mungu utaiweza. Tupo katika haki ya uchumi. Nilikuwa nimekusudia yako mambo kadhaa ya kueleza. Mungu hapa ameanza na kaidi, alafu mwisho anakuja wazinu bil qistas al mustaqim. Kwa maana kaanza na kaidi alafu akaja wazinu. Maanake kuna sababu ya kujifunza kwa nini Mola wetu atuanzie kaidi alafu aje na wazinu. Maanake si kana kwamba kumewekwa kitu fahala au kiholela. Lakini kwa leo nitakachowaeleza ni kwamba Mwenyezi Mungu anasema auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Unaposema tekelezeni kipimo, kinyume chake ni nini? Si ndio unasema msiwapunje watu, sio maana? Inapokuja sentensi hiyo ya aya, maana yake imekuja kufanya nini? Kusisitiza lile lililosemwa mwanzo. Wazinu, na mpime kwa mizani, kwa uzito. Sasa na mpime sasa kwa uzito, mpime kwa mizani, bil qistas mustaqim, kwa kipimo cha uwiano kilicho sawa. Lazima watuliambiwe, lazima niseme moja katika mashairi zangu, kwa kipimo kilicho sawa, kwa kipimo cha uwiano kilicho sawa. Kwa maana ikipimwa ile mizani fanyeni iwe balance, isilale sana wala isipande sana, kwa sababu itakuwa imekwenda tofauti. Upime bil qistas mustaqim, kwa kipimo cha uwiano kilicho sawa sawa. Alafu tena mwisho analeta tena ibara au sentensi ya aya kutia mkazo, wala tabkhasu nasa ashiyaa, na msiwapunje watu nini? Vitu vyao. Umuhimu uliotaja, msiwapunje watu vitu vyao. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wala msilete ufisadi katika ardhi. Ukienda maneno moja, maana yake ile mufsidina ni watu wengine tutawaacha, ni halu muakkidatu limaana amiliha. Maana yake hatuwezi kusema wala ta'thaw, wala msije fil ardi, katika ardhi mufsidina ni kufanya ufisadi, kwa sababu atha na mufsidina ndio ni kitu kimoja. Kwa hiyo tunapofasiri tunasema wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wala msilete ufisadi katika ardhi, uharibifu. Ufisadi ni kutokutekeleza kile ambalo Mungu kama anavyotaka, hususan kwa kudhulumu wenzako. Msiwe hivyo. Kwa hiyo naombeni inshallah kwa siku ya kesho tuje tuanzie auful kaila wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistas mustaqim wala tabkhasu nasa ashiyaahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Hapo kuna vipimo tueleze na utaratibu wa sasa unakwendaje. Lakini pili, kuna DNA, kuna masala ya DNA. Mwenyezi Mungu anasema wattaqul ladhi khalaqakum waljibillata al-awwalin. Maana yake waljibillata al-awwalin ni uzuri wa umbo
na tabia na silika za waliofanya nini, waliopita. Haya masala yenyewe haya masala yenyewe haya, kwa sababu tunapoumbwa sisi hapa tumeumbwa kwa maumbile ya watu wa mwanzo, kwa maana kwa silika na tabia na huluka za watu waliofanya nini, watu waliopita. Ndio jibila. Mjalaleni anasema al-khaliqa ndio jibila. Hapo utajifunza sasa nyumba za kwenda kuoa, nyumba zisizofanga na kuoa, nyumba za nini, watu wa aina fulani wako hivi, kwa sababu watu wanasema ikhtaru limutafikum fa inna al-irqa dassas. Hapana kwenda kuoa, chagulieni matone ya mbegu zenu za uzazi, mchagulie muyaweke matone ya mbegu zenu mahala ambapo ni sawa. Jana bwana mmoja katika sisi alikuwa anauliza nikaenda kuchukua kitabu hiki. Hiki ni kitabu al-Mawsu'a al-Bazia, ni kitabu kinachohusu masala 1100 inahusu wanawake watupu. Ani swala lolote la mwanamke, basi utapata mzee alifanya uzuri kutuandikia hukumu ya kumwingilia mke katika tupu. Asema ni jambo la madhambi makubwa, jambo la madhambi makubwa. Na Mtume Muhammad amesema mal'unun man atamra'atahu fi duburiha, kwamba amelaaniwa yule mtu ambaye anemwingilia mke wake katika tupu yake. Mwenyezi Mungu akifanya. Lakini vile wa man taba taba Allahu alayhi, Mungu anamlaani, lakini mwenye kutubia Mwenyezi Mungu atamsamehe inshallah. Kama yuko aliyefanya au toba, Mungu atamsamehe. Wa man taba taba Allahu alayhi. Lakini wal mar'atu la tutallaqu bidhalik, mwanamke hapewi talaka kwa sababu ya jambo hilo, hapewi talaka. Lakin alayhima jami'an at-tawbatu an-nasuha min dhalik, lakini lazima wawe na tawbatu utulubu mataban bin nadamati muqli'a wa bi'azmi tarki fi mustaqbil. Sasa mbona kuna ile kama anasema kwamba uktulul fa'ila wal maf'ula asbi ile katika kwa mwanamume na mwanamume na sasa hivi ikitokea kwa upande wa ndoa ndio anachozungumzia Sheikh, na Sheikh akaamua kuliweka kwenye kitabu ili lisije likaleta nini, sio kama ninaeleza, na ndio maana nikaleta kitabu kusema maana yake vingineo unaweza wapi ndio maana yake hii nayo katika da'wa wapi ndio basi mtu atakasema wapi, basi mtu kitabu kala lelake nyumbani. Sasa jamani, tumeelewana mpaka hapa? Mwenyezi Mungu anasema watubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jamani, tumeelewana? Tubieni kwa Mwenyezi Mungu nyote ili mpate kufanya nini? Shida ni kwa mwenye kuendelea. Atakayeendelea bila kuwa na hofu ya Mungu, sasa ndo ataingia katika laana, na kadhi ataingilia kati kwa ajili sasa ya hukumu ya atakayefanya nini, saa zingine inatokeaga bahati mbaya, unakuja kukuta umeweka mahala ambapo sipo au haipo hiyo, sio kweli. Nimeeleza kwa sababu nimeeleza. Kuna mtu baada ya darasa jana akanieleza, shehe, kuna wakati kuna wakati inaweza ikatokea tusiendelee sana, inatosha hapa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Hata ingine napo kwa kwanza kukataa na nini ndio inakuwa Mungu atuhifadhi na tusiwaendee watezetu kinyume na Mungu. Waffaqana Allah, waffaqana Allah, waffaqana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. اللهم اجعلنا من الصائمين المقبولين ولا تجعلنا من الصائمين المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين برحمتك يا ارحم الراحمين. اشهد ان لا اله الا الله ونستغفر الله. نسالك الجنه الهي ونعوذ بك من النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. جزاكم الله خير.
Thank you.